Na Bwana Yesu asifiwe. Leo hii tutaweza kuongelea habari ya namna ya kutunza afya zetu kwa njia ya utumiaji wa vyakula, hususani vyakula vya nyama kama sehemu ya lishe. Ndiyo, kwa sehemu kubwa sana tumeona kwamba chakula cha nyama kimetumika sana kwa ajili ya lishe, na ni kweli vina umuhimu wake, lakini pia tutambue pia nyama imeacha madhara makubwa sana kwa watumiaji, ikiweza kuwaletea changamoto ya kuongeza uzito uliozidi kiasi, lakini magonjwa mbalimbali ya pressure na magonjwa mengi ambayo yanasababisha na utumiaji wa vyakula vya nyama. Na sishauri sana kuacha kutumia moja kwa moja nyama, lakini ninachojaribu kwamba tuweze kujifunza kwamba ni namna gani kujitahidi kutumia hivi vyakula kwa kiwango kidogo kadri iwezekanavyo, kuliko kama tamaduni ya sisi wanadamu ambayo inaonyesha kwamba kutumia nyama mara kwa mara unaona ndio uko vizuri, na wengi kwa sababu akishakuwa na kipato kizuri anajua kwamba anaweza akala anachotaka, hivyo anashindwa kulinda afya yake ya mwili kwa sababu ya utumiaji wa nyama. Awali tuweze kutambua tangia mwanzo, wakati Mungu anamuumba Adam na Eva, na sehemu ya chakula ambayo walipewa ilikuwa ni vyakula vya mimea, yaani waliambiwa wale matunda. Na hii ndio maana tumekuwa tukishauri sana kwamba kutumia hasa matunda yakiwa ni sehemu ya milo yetu, matunda, lakini mboga za majani na vyakula vya nafaka. Na Mungu alitarajia kwamba tutumie vyakula kwa sehemu kubwa ambavyo vinazalishwa kutoka kwenye ardhi, nikiongelea matunda, mimea, vyakula vyenye asili ya mimea vinatokana kwenye mimea. Vyote hivyo ukitumia kwa sehemu kubwa utajenga afya njema zaidi kuliko kutumia hususan chakula cha nyama kwa sehemu kubwa. Kwa nini sana tunashauri kwamba nyama isitumike sana? Ni kwa sababu utumiaji wa nyama moja hata kwenye mmeng'enyo wake mwilini inachukua muda mrefu sana ukilinganisha na ukitumia hivi vyakula vingine. Na hata pia uandaaji wake unahitaji process ndefu sana. Lakini wengi tumekuwa tukitumia zile nyama muda mwingine zikiwa ni mbichi. Kadri unavyokuwa unatumia hii nyama ikiwa mbichi, ndivyo unavyokuwa unaenda kuharibu afya yako. Lakini hususan wengi wanatumia hii nyama choma. Ukiangalia uvivaji wa nyama choma na hiyo iliyopikwa ni vitu viwili tofauti kabisa. Ukiangalia kwa sehemu kubwa nyama choma, kwa sehemu kubwa unaweza kukuta inakuwa haijaiva vizuri sana ukilinganisha na ile ambayo imepikwa. Hivyo ni muhimu kuzingatia utumiaji wa nyama utumike kama kuna ulazima sana, itumike kwa kiwango cha kawaida sana. Na wengine kabisa hawatumii, pia wanafanya vyema. Kwa ni vizuri pia kuangalia kwamba ni namna gani, je, unaweza ukastahimili bila kutumia nyama kabisa. Lakini kwa ulimwengu tunaoelekea mbele ni vizuri kufanya matengenezo ya kupunguza utumiaji wa nyama kadri uwezekanavyo. Kadri tunavyokuwa tunatumia vyakula vya nyama, ndivyo tunapata magonjwa mengi, yanayotokana na ulaji usiofaa, magonjwa ya pressure, magonjwa ya moyo, magonjwa ya obesity, uzito, unene au uzito uliopita kiasi, ni kwa sababu pia ya utumiaji wa hivi vyakula kwa sehemu kubwa sana. Na hili lakini tunapata funzo hata wakati wana wazee wakiwa kule jangwani. Mungu aliwapatia mana ambayo ilikuwa ni chakula kizuri sana, lakini baadaye kwa sababu ya ukaidi wakawa na tamani kula nyama, na ndipo baadaye akawapatia kwale. Lakini hii tunajifunza kwa sehemu kubwa kwamba ni namna gani kwamba chakula cha nyama haikuwa ni sehemu ya lishe ya mwanadamu tangia awali. Naongelea tangia mwanzo wakati Mungu ameumba mwanadamu. Na chakula ulaji wa nyama umekuja hivi karibu, umekuja kipindi cha baadaye kabisa, baada kipindi cha gharika, wakati akina Nuhu akiwa kwenye safina. Hivyo
waliruhusiwa kula nyama kwa sababu hakukuwa na namna nyingine ya kutumia chakula kingine, kwa sababu mimea yote ikawa imeangamizwa na gharika. Hivyo waliruhusiwa watumie nyama. Hivyo tunapata funzo si wenyewe kwamba ni muhimu sana kuepuka matumizi ya nyama yasiyo ya lazima sana, kula nyama kupita kiasi. Na ili uweze kujua kwamba namna gani pia hata watu wanaharibu afya zao, angalia hata watu wanavyokuwa kwenye masherehe, kwenye harusi. Sehemu za masherehe kwa sehemu kubwa zimekuwa zikiacha matokeo makubwa sana ya kuharibu afya ya mwanadamu. Hususan vile vyakula ambavyo vinakuwa vinaandaliwa, ukivipima sana kwenye ubora vinakuwa na ubora mdogo sana. Wewe angalia mtu kwa sehemu kubwa utakuta labda anakula chakula ni cha aina moja, lakini bila kujali kwamba kina matokeo gani. Mfano, unaweza kuta ni nyama hiyo hiyo, naweka nyama roasti, nyama ya kuchoma, yote ni nyama na ni virutubisho aina moja. Sasa kuna umuhimu gani wa kurundika hivi virutubisho aina vitu vitatu ambavyo vinatoa chakula aina moja? Hakuna umuhimu wowote. Naam, lakini pia unaweza kaangalia hata kama iza ni wali, utakuta umepikwa wali mweupe, wali unaitwa pilau, wengine wanaita wali mchafu. Vimekuwa ni sehemu ya lishe, wanaona kama ni lishe, na mtu anakuambia kwamba nimechafua meza. Umechafua meza kwa namna gani? Ukiangalia vile vyakula vyote ni vyakula vya makundi ya aina moja. Nakumbuka tulivyosema kwamba kuhusiana na lishe, unapopata lishe bwana, ni vizuri ile vyakula mbalimbali ambavyo vimekuwa na mchanganyiko mbalimbali. Kwa zingatia sana unapokuwa unatumia nyama moja, na shauri sana usitumie hasa wakati wa usiku, kwa sababu usiku mwili na wenyewe unahitaji kupumzika mifumo ya mwili, na pia umeng'enyaji wake unachukua muda mrefu. Kwa hiyo ni vizuri kuangalia hilo, ni muhimu sana. Lakini pia ongeza sana utumiaji wa vyakula ambavyo ni vyakula vya mimea, vinavyotokana na mimea kuliko vyakula vinavyotokana hivi vyakula vya wanyama. Na kwa nini kwa sehemu kubwa vyakula vya nyama vimekuwa changamoto kwa afya ya mwanadamu? Kwa sababu kwa kadri tunavyoenda mbele, au wanyama kwa sehemu kubwa wanakuwa na magonjwa mengi sana. Sasa hizi unaweza kaangalia hata labda wanyama wanavyokuwa wanatreatiwa, wanavyokuwa wanawatibu, wana utofauti na mwanadamu, na mwenyewe wanapewa chanjo kama ni kila kitu, madawa na nini. Kuna jikuta kwa sehemu kubwa inaasili kwa sehemu kubwa. Lakini ndio maana nashauri kama kuna uwezekano wa kujitengenezea nyama ya kwako wewe mwenyewe, kama na kuku na nini, ukafuga wewe mwenyewe, ambayo atakupatia nyama iliyo bora kuliko kutumia hasa nyama yote zingine tunaenda kununua kwenye mabucha, lakini ubora wake utakuta ni mdogo sana, au muda mwingine hazijatolewa kwenye vyanzo ambavyo ni sahihi. Vyanzo ambavyo ni sahihi, maybe ni nyama sio halisia, sio nyama halisi ambayo inauzwa pale, lakini unaweza kauziwa kwa ajili ile, kwa sababu ya shida unahitaji nyama, unauziwa nyama. Hivyo inaenda kuathiri sehemu kubwa sana, inaenda kuathiri kwenye maisha yako. Lakini najua wengi wanasema kwa sababu sijui na nini, anasubiri kwanza aanze kupata matokeo ya ugonjwa ndo aache kutumia nyama. Ni vizuri ukaanza wewe mwenyewe kupunguza kuliko ukawa umefika hospitalini ndo unaambiwa kwamba usitumie nyama. Hii itakupa shida sana, na utaona kwamba kwa namna nyingine kama inakuathiri kisaikolojia. Ila kwa kadri unavyokuwa na wewe mwenyewe unajiwekea mazoea kwamba sitatumia vya kutosha, basi itakusaidia kwa sehemu kubwa. Kwa hiyo jitahidi kuzuia utumiaji sana wa nyama sio kwa lazima. Ni vizuri, itakusaidia sana, lakini pia utajenga afya yako, itakuwa ngangari, itakuwa strong, itakuwa njema kwa kweli. Mungu akubariki unavyokuwa unazingatia mambo haya. Moja, nimeongea hii kwa sababu kwa muktadha wa Biblia, kwa sehemu kubwa tunaanzia tangia mwanzo, sehemu ya nyama, chakula cha nyama hakikuwa ni sehemu ya lishe ya mwanadamu. Ilikuwa ni wanyama walitumika tu kwa ajili ya kupamba ulimwengu na nini. Lakini kwa miaka ya saizi sikatai kabisa utumiaji wa nyama, lakini zingatia unapokuwa unatumia nyama utumie kwa kiwango kidogo sana, au punguza kiwango kidogo sana
tumia kwa kiwango kidogo sana, uwe na ratiba ambayo kiukweli haitaathiri afya yako. Mungu akubariki, uwe na wakati mwema.